Wale wanaotoka kanisani akitoa tu Kristo kwa ndani yake, anakuwa mtu wa kufanya vitu vya ajabu, kulala nje, kulewa, kuogopa mtaroni. Kwa sababu gani? Tayari ameshamtupa Kristo. Yaani kile kilichokuwa ndani yake ambacho kilisababisha walimwengu wamchukie kimeshatoka. Na ile hali ambayo yeye yuko nayo ndio hadi walimwengu wanapenda sasa. Alafu atakuwa anasema yule alikuwa anasema yeye ndo anampenda Mungu. Mungu yuko wapi sasa? Ndio wanachokitaka hicho. Na hawatakuchukia sawa sawa na yule anayependa Mungu. Hauwezi ukachukiwa kwa sababu kilichokuwa ndani yako tayari kimetoka. Lakini kama bado una nguvu ya Mungu ya kweli, tambua upo kwenye vita na walimwengu na lazima utachukiwa. Kama unamwamini Mungu wa kweli, ukamkubali Mungu, ukamweka ndani yako kawa na hofu ya Mungu, uamini ya kwamba lazima kuchukiwa ni lazima. Hiyo ni lazima. Uamini ya kwamba kuongelewa vibaya, hiyo ni lazima. Uamini ya kwamba maneno ya wale wanaokuongelea vibaya wasiomwamini Mungu, wale walimwengu, yatakubalika, ni lazima yakubalike. Ni lazima yakubalike kwa sababu wale wana maneno mengi watakayoelewesha watu ambao wewe hakuna. Wewe una ile hofu ya Mungu tu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Tusome kitabu cha Yohana 17:14. Yohana 17:14. Naona nikwambiaje? Yohana 17:14. Tunasoma kitabu cha Yohana 17:14. Mimi niliwapa neno lako. Huyo ni Kristo. Nimewapa neno lako. Kristo alikuja kutupa sisi neno la Mungu. Na ulimwengu umewachukia kwa kuwa wao sio wa ulimwengu kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tulipewa neno la Mungu na Kristo. Na baada ya kupewa hilo neno, ulimwengu unatuchukia kama yeye asivyokuwa wa ulimwengu. Kwa sababu gani? Tumelikubali lile neno. Tumekubali lile neno, tumeliweka ndani ya mioyo yetu. Tumekuwa watu wa kuchagua haki na kweli. Kwa hiyo na lazima ulimwengu wapo utuchukie, kwa sababu sisi sio wa ulimwengu kama yeye Kristo asivyokuwa wa ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Kristo hakuwa wa ulimwengu, na sisi tulipopokea lile neno tulitoka kwenye upande wa ulimwengu na tukawa kwenye upande wa Kristo, tukawa sio tena wa ulimwengu kama yeye alivyokuwa sio wa ulimwengu. Ni lazima ulimwengu utuchukie. Ni lazima watu wa ulimwengu waongee yale wanaohitaji kuongea ili kutimiza sisi kuchukiwa ulimwenguni. Lakini tuamini ya kwamba tunachukiwa ulimwenguni ila Mungu anatupenda. Kwa sababu Mungu huaibisha walimwengu pale tunapochukiwa. Atakuchukia lakini baadaye atakuja, "Bwana, naomba unisamehe." Ukishagundua mlimwengu amekuchukia, dawa kubwa, usimwongeleshe vibaya. Akikuchukia wewe ongea naye tu vizuri. Akikuchukia, chochote atakachokiongea wewe nisamehe. Kama nimekosea nisamehe. Hiyo ni dawa. Kwa sababu yeye mlimwengu anatafuta utakachokizungumza, hicho ndo atakachokipeleka. Lakini akiona umetanguliza msamaha mbele yake, hataweza kuongea kingine. Nimeenda, ameniomba msamaha, nimefanya hivi, ukafanya hivi, kanaambia kama amenikosea nimsamehe, atashindwa. Kwa sababu msamaha ni silaha na sisi wa Kristo, atashindwa. Mwisho wa siku utamshinda kwa sababu sio ulimwengu au kumjibu. Lakini wa ulimwengu atakuja na chokochoko ambazo atahitaji wewe uweze kujibu chochote. Wale watu wasioamini huwa wanakuja na chokochoko ambazo wewe mtu uliamini ujibu chochote ili apate nafasi ya kupenda.
Shetani akihitaji kupata nafasi ya kupenya kwenye kanisa hili, shetani akihitaji kupata nafasi ya kupenya kwenye mtu mmoja au mwingine katika kanisa hili, kuna njia ataitumia ili aweze kupata mahala pa kupenya. Hapo atakapopata pa kupenya, ndio sasa hapo anajua hapa nimeweza kwenda kumchafua. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo nafasi atakayoipata ya kupenya kidogo, hiyo ndo nafasi ambayo atasema kwamba nimepata wakati wa kumchafua sasa. Lakini wewe kama mwamini Mungu, muulize tu Mungu, hichi ni nini? Muulize Mungu kwamba hichi kilichotokea ni nini? Kwa nini mtu alichafua? Alafu muombe Mungu na ukae kimya. Majibu atayapata yeye, au watawapata wale walimwengu waliokuchukia, watapata majibu. Lakini ukijibizana na walimwengu, ndio pale watakutoa kwenye upande wa Mungu na utaenda kwenye upande wao. Na kusema hapana. Amen. Wakati Kristo ameshasema kwamba kwa sababu alitupa neno lake, tukalikubali lile neno, walimwengu wakatuchukia kwa sababu tumekubali lile neno. Sisi tumekuwa kama yeye asivyokuwa wa ulimwengu tena. Lakini tukiendeshwa na ulimwengu huu, tunateseka sana. Leo tuliona klipu leo hapa Canada, kuna wale wanaotembeaga uchi. Wanaweza sikia. Amen. Kuna wale wanaotembeaga uchi. Sasa nilikuwa mtandaoni, kuta wazee wanatembea uchi kabisa. Montreal, huko Montreal, amekuta wazee wanatembea uchi kabisa. Akaonyesha leo kuna sikukuu, kama ni sikukuu ya kutembea uchi barabarani. Sawa? Wale wana imani zao za dunia hii. Wanaweza sifiwe. Amen. Sasa na wewe ukisema kwamba mimi nimeingia kwenye imani hii, nimeingia, yani nimekutana na Ulaya hivi, nimeingia hivi, na wewe umetembea uchi, umeenda kwenye watu wa ulimwengu. Sasa wale wa ulimwengu watakuja kukucheka tena. Yule alikuwa kwenye upande wa Mungu, kwa nini tena na yeye amepatana na hivi vitu? Wanaweza sifiwe. Amen. Na ndio kitu ambacho sisi tunashindwa kuelewa. Unakuta mtu anatembea kwenye asili yake hivi, yupo kwenye chuki, na wewe acha na mimi. Wale wa ulimwengu wengine watakuuliza, huyu si wa Mungu huyu? Ujue wewe una alama ambao unatembea nayo, ambao wale watajua kwamba yule si wa Mungu, bali hawezi tembea hivi. Hata ukiwaona hata hao wazungu, kuna wanaotembea na kuna wasiotembea hivi, kwa sababu kuna wale wa Mungu. Sasa wewe ukiangalia vitu vya ulimwengu, utakuta vingi vinashawishi na vingi vinatamanisha. Sasa usiposhindwa kuvikataa baadhi ya vitu na kumweka Mungu ndani yako, utashindwa kusimama kwenye upande wa ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Tusome kitabu cha Luka 6:22. Tuone na wengine wametuambia. Luka na yeye tujue ametuambia kuhusiana na mambo haya. Luka 6:22. Heri ninyi watu watakapowachukia na kuwatenga na kuwatenga na kuwashutumu na kulitupa nje jina lenu kama neno ovu kwa ajili ya mwana wa Mungu. Bwana asifiwe. Heri kwetu sisi watu wakitutenga, wakituchukia, yaani wakituongelea maneno yote mabaya yale, kwa sababu ya kitu kimoja tu, neno la Bwana wetu ambaye tunamwamini. Yaani umekubali vyote hivyo kwa sababu kuna neno lipo ndani yako, neno la Mungu, neno la Kristo lipo ndani yako. Ndio maana heri kwako wewe uliyetengwa, wakutenge, wakusimange, wakufanyie vipi, wakutete, afadhali wewe. Kwa sababu kinachokusababisha uchukiwe, utengwe,
wakutuhumu vibaya, wakuongelee vitu vyote vibaya, ni kwa sababu ya lile neno ulilokuwa nalo. Ndani yako kuna neno ambalo wewe umelichukua. Hilo ndio linasababisha wewe upendwe. Hilo ndio linasababisha watu wakutuhumu vibaya. Hilo ndio linasababisha watu wakuchukie. Heri kwako kwa sababu hilo neno litakuokoa. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ndio neno ambalo wewe litakuokoa. Ndio maana umeambiwa heri kwako wewe. Hilo neno litakuokoa. Kwa hiyo wewe acha wakuchukie, acha wakutuhumu vyovyote watakavyoongea, lakini wewe usiongee. Wewe lishikilie lile neno. Wewe kumbatia lile neno kama sijui lichunge kama jicho. Ulichunge kama jicho lako, kwa sababu kila mtu huwa ana uangalisho na jicho lake. Kila mtu huwa anachunga jicho lake vizuri. Pakija kitu kwenye jicho, lazima utafumba jicho haraka ili pasiingie kitu chochote jichoni ambacho kinaweza kikazuru jicho lako. Na wewe lile neno lako, mtu anapokuja na maneno ya kukuchafua, mtu anapokuja kwa njia yote, wewe likupatie neno lako ndani ya moyo wako. Maana ile ndio silaha yako. Yaani wewe likumbatie, likubali, kwa sababu utakuwa unatambua mimi hao watu wanaongea hivi kwa sababu mimi nimemkubali Bwana. Lile neno lipo ndani yangu. Kwa hiyo hawawezi wakaja kuniongelea chochote kilichokuwa kizuri, bali watafanya vitu vya kusababisha mimi nionekane nipo vibaya kila siku. Na usimchukie mtu unayemuona anaongeleka vibaya na watu wa ulimwengu, wewe ukamchukia moja kwa moja, kwa sababu wale tumeambiwa kwamba wana maneno ambayo yanakuwa ni maneno ya kuaminika mbele ya watu. Hata kwa sisi wa Kristo tutayaamini, kwa sababu tumeambiwa maneno yao yanakubalika na ulimwengu. Ina maana atakachokiongea watu wote watakikubali haraka sana. Hata sisi wa Kristo tutakubali haraka sana, lakini tusimame imara na lile neno. Tukisimama imara na lile neno, Mungu atakuwa anatuonyesha kila kitu yaani kimoja baada ya kingine, kwa sababu lile neno lipo ndani yetu. Na tukijitambua kwamba kwa nini tunachukua na ulimwengu. Mimi nijitambue kwa nini nachukua na ulimwengu. Wewe ujitambue kwa nini walimwengu wanakuchukia. Hapo ndio utapata majibu. Hapa tumeshaambiwa kwamba kama unachukiwa na walimwengu ni kwa sababu kile ambacho upo nacho ndani yako, lile neno ambalo wewe umelikubali, ndio linasababisha wewe uchukiwe na walimwengu. Ndio vita kali yako, ndio vita ambavyo upo nayo, ndio vita ambavyo unapambana nayo. Ni lile neno linasababisha wewe uchukiwe na walimwengu. Yule Kristo uliyemkubali anasababisha wewe uchukiwe na walimwengu. Na ukimtoa huyo Kristo ndani yako, ukitoa neno ndani yako, hawatakuchukia, kwa sababu mtakuwa mmeendana matendo yenu, na wewe utakuwa ndio hawezi akakuchukia. Kwa hiyo wewe usipokubali yale wanayoyataka, ndio hapo sasa wao watakuja kukuchukia wewe. Hivyo huo unatambua kila saa kwamba kwa nini mimi nachukiwa. Mimi nitambua kwa nini mimi nachukiwa kutokana na neno hili. Wewe utambue kwa nini unachukiwa. Panapokuja tatizo yoyote, ukiona panakuja neno lolote, jiulize. Ukiona panakuja tatizo yoyote ya kizikizio, yaani kwako wewe jiulize, kwa nini hili linatokea kwangu? Kwa nini nachukiwa? Alafu kisha jiuliza, ukumbuke neno hili. Kwa nini asifiwe? Nikumbuke neno hili kwamba kuna kitu ambacho kipo ndani yangu kinapigwa vita kiweze kutoka ili niende upande huu. Na mimi sikubali kitoke. Kutokubali kitoke ndio pale wewe hautajibiza nao vibaya, kwa sababu unajua hao wananitafuta, nikijibu hivi maneno sasa yaanze kusonga. Moto ndio uwashe sasa. Kwamba huyo ni wa Kristo, kwa nini anafanya hivi? Lakini ukikumbuka hili neno, watu wakiongea vitu kusema ni kwa sababu mimi nimekubali neno la Kristo. Ni kwa sababu mimi nina neno. Ni kwa sababu mimi nina nguvu. Nilishapokea lile neno. Lile neno ambalo tulitumiwa duniani, nimeshalipokea. Na kwa sababu nimelipokea, nimekataa huko kwa walimwengu, nimekuja kwenye hili neno. Na kwa sababu nini neno, lazima niishi kwenye maisha ya vita siku zote. Hautaishi kwenye maisha ya amani. Ni sawasawa na mtu, wale wachawi wanakuwa walimwengu.
Kama wewe hujachukua uchawi atakupiga vita, hautaishi na amani hata siku moja. Mpaka siku wewe unaenda kuchukua uchawi ndio unakuwa na amani. Kwa sababu gani? Mmefanana, umekuwa mtu wao. Na ndio hivyo ambavyo hivi ndivyo. Kwa hiyo wewe utambue tu napigwa vita kwa sababu mimi nimelipokea neno. Mimi nitambue kwamba na mimi napigwa vita kwa sababu nimelipokea neno. Ndio maana nachukiwa na walimwengu. Na ulimwengu sio haya manyumba tunayoona. Walimwengu ni sisi watu. Sisi watu ndio walimwengu. Ndio ulimwengu. Ulimwengu ukikuchukia ni watu wanakuchukia. Dunia ikikuchukia ni watu wanakuchukia. Usisubiri kusema kwamba dunia itanichukia na subiri niangalie dunia. Wale watu wa dunia wabaya ndio watakuchukia. Yaani wewe ile kusema kwamba asiyefuzwa na mzazi atafuzwa na dunia. Dunia ni wale watu. Sisi tupo kwenye dunia, kwenye dunia kuna watu wa haki na kuna watu ambao wanatenda maovu mengi. Wale ndio wa dunia. Kwa hiyo dunia ikikuchukia ni wale watu, baadhi ya wale watu wabaya wengi wanakuchukia. Wengi wanakupiga vita. Hiyo ndio dunia. Hawa ndio walimwengu wanakuchukia. Umechukiwa na ulimwengu, ni wale watu. Usisubirie kujiuliza kwamba ulimwengu utanichukia vipi? Mimi niko na jirani yangu, huu ulimwengu utanichukia. Hapana, haujakugeukia. Wale watu ndio wanakugeukia, wanabadilisha. Sasa wewe uone ulimwengu umekuwa mbaya kwako. Wanabadilisha kusababisha wewe uone kwamba nimejuta kuzaliwa kwa sababu wale ni walimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na machache yao kwenu na kwangu pia. Amen. Amen.